Haya, naambieni hapa mlipo kunaitwaje? Ikulu. Posta. Ikulu au posta? Ikulu anakaa nani? Anakaa Mama Samia? Hakai Mama Samia wala Bibi Samia. Ikulu anakaa nani? Anakaa rais, ndio? Nimeona mnachora nini? Bendera ya Tanzania. Haya, kila mtu achore nchi zake kama mnajua rangi zake. Juu inakaa rangi gani bendera ya Tanzania? Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, niko tayari kukulinda kwa gharama yoyote. Uzalendo ni haki yangu. Yes, naitwa James Yusta, kijana mwenye umri wa miaka 30. Kabla ya kuwa kijana nilikuwa mtoto mchanga. Maisha ni safari ndefu sana, na leo nahitaji niwahadisie sehemu ya simulizi ya safari ya maisha yangu. Mimi ni kijana ambaye nimekulia na kuishi mtaani kwa robo tatu ya maisha yangu. Nimeshije mtaani? Nilitupwa nikiwa mchanga wa siku moja. Kwa neema ya Mungu niliokotwa na mama msamaria mwema anaitwa Yusta. Naitwa James Yusta. Yusta ni mama aliyeniokota nikiwa mchanga wa siku moja. Aliniokota kwenye mazingira hatarishi sana. Aliniokota nikiwa mazingira ya dampo, mbwa akiwa na buruza box ambayo nilifungwa kama kifurushi cha taka. Mbwa hao walikuwa na buluza kutaka kula mzoga uliopo kwenye box. Walikuwa na buluza ule mzoga kutoka kwenye dampo kupeleka kwenye kando ya barabara. Bahati nzuri, sauti ya kichanga ilisikika kutoka kwenye lile box. Hivyo Yusta akiwa anapita ile njia kuelekea anakoenda yeye, alikutana na huo muujiza wa boksi kutoa sauti ya mtoto mchanga. Hivyo alishtuka, akapiga kelele kuomba msaada. Watu wakasogea, wakafukuza wale mbwa. Wale mbwa walipoondoka, walifungua lile box, ndipo akamkuta mtoto mchanga jinsia ya kiume. Baada ya kumkuta mtoto wa kiume akiwa hai, Tosis walianza taratibu za kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Baada ya kufuata taratibu za kisheria, alikabidhiwa Yusta amlee yule kichanga. Yule mtoto mchanga alikuwa katika kimo, hekima na maarifa. Ilipofika mwaka 97, nilipofika umri wa miaka 7, mama anakuja kunipa historia kuwa mimi ndo yule kichanga niliokotwa kwenye box dampo, mbwa akitaka kunila mzoga. Mama aliongea hayo huku anasikitika, lakini kwa neema ya Mungu niliweza kupokea yale niliyoambiwa na kuyaishi kuwa ni mimi. Niliyakubali. Safari ya maisha kutoka hapo, nilikuwa nawaza vitu vingi sana. Nafikiria why nilitupwa, why nilifanya hivi, why singekuwa Yusta kuniokota, why singekuwa Yusta siku ile kupita kwenye ile njia. Mbwa angenila, mbwa angenimeza na maisha yangu nisingekuwepo tena. Tuliendelea na maisha nikiwa vile mdogo. Nilipofika umri wa miaka 7, kwa bahati mbaya mama alipata ajali na kufariki dunia. Baada ya kufariki dunia, maisha yangu yakaanza sasa tafrani. Nikaanza kupoteza ile ndoto ya maisha. Nakumbuka mamangu alikuwa ananilea vizuri katika kimo na maarifa, akisimamia hasa misingi ya malezi bora kwa ngazi ya familia. Alikuwa ananilea kama mtoto wake. Baada ya kufariki mamangu, changamoto za maisha zikawa ni kubwa sana. Alianza kuleta fulani anko,
kufukuza wafanyakazi wa pale nyumbani, lakini mwisho wa siku aliagiza watu niweze kutekwa shule. Nikiwa shule niweze kutekwa na kupelekwa Mililani kutolewa kafara. Vitu vingi sana hapa vipo hapo njiani. Baada ya safari ndefu ya maisha nikajikuta sasa naishi mtaani. Nimeingia mtaani nikiwa mtoto wa miaka 7, nikiwa pale Arusha mjini. Nimezunguka sana Arusha mjini. Mwisho wa siku tukaanza kudandia magari na lori, tukaanza kudandia, ndipo sasa niliweza kukimbilia Dar. Baada ya kufika Dar es Salaam na rafiki yangu Bruno, tulikuwa naye, sote watoto wadogo tulikuwa. Nimekuja Dar es Salaam mwaka 99 nikiwa mtoto wa miaka 8. Mwaka 99 tuliishi mtaani pale stendi Ubungo pale chini ya Raja. Mwaka 2000 tulihamia Kariakoo. Kwa hiyo tukawa tunauza mifuko ya rambo. Mifuko ya rambo tuliuza sana. Nilianza kutamani kurudi shule kusoma. Nilianza kutafuta shule na rafiki yangu Bruno alinisaidia kutafuta shule. Nilipata shule ya msingi Uhuru Changanyiko. Nikaanza kusoma pale. Nakumbuka Arusha niliacha shule nikiwa darasa la 3. Sio niliacha, niliweza kukatizwa masomo yangu na anko baada ya kuweza kutuma watu wa kuja kunipeleka nikiwa shule. So siweza kubahatika tena kurudi shule. Hivyo nilipokuja Dar es Salaam nikaanza sasa upya kusoma shule. Pale Uhuru nikaanzia darasa la 4. Nilifanyaje mpaka nikaingia darasa la 4? Kitabu hiki cha maisha halisi ya mtoto na kijana wa mtaani kinaelezea story nzima. Leo nitakufupisha tu. Kwa hiyo baada ya safari ndefu pale Uhuru nilisoma mpaka darasa la 6. Nikaacha tena shule baada ya rafiki yangu Bruno kugongwa na gari pale ni makutano ya barabara ya Uhuru na Lumumba. Aliweza kugongwa na kufariki dunia hapo hapo. Sasa ile hali sasa ya msongo wa mawazo baada ya kifo cha rafiki yangu mpendwa Bruno iliweza kunisumbua sana kisaikolojia. Hivyo niliacha shule na hapo nikakaza sasa kuishi Feri Lebanon kule. Maskani fulani inaitwa Lebanon. Ni vilikuwa vijiwe hatari sana kipindi hicho. Pale Feri nilikutana na John Mjema, msanii wa zamani sana wa hip hop. Pia nilikutana na Neo Mitego. Vijana wengi sana nilikutana nao kule Feri. Maisha yaliendelea hivyo na kipindi hicho sasa nilianza kujiunga na vikundi vya watu kwa mtaani. Kulikuwa nielewa na kituo cha Dogo Center. Hapo tukaanza sasa ile pale kujiunga kwenye vikundi vya uhalifu, so kupola, kukaba, lakini matendo yale yalikuwa mimi sikuweza kupenda ile vile vitendo tulikuwa tunavifanya. Ukizingatia tukiwa wadogo sana. Hivyo basi tulienda hivyo, nashukuru Mungu ilipofika mwaka 2013 niliweza kukutana na neema ya Mungu kupitia Luge Mutaaba. Luge alisikia simulizi yangu, alianza kunitafuta nikiwa mtaani. Hii ilikuwa 2013. Naosha magari mtaa wa Shaban Robert Garden Avenue Posta. Hapa ni Chimkana, uwanja wa gofu. Ni mazingira ambayo tulikuwa tumelala. Huo mti mkubwa wa ubuyu tulikuwa tunaandika hapa, siku nyingine tunalala. Ulikuwa msitu kidogo, tumejificha sana kulikuwa. Siku nyingine tulikuwa tunapanda hapo juu, tunalala pale juu. Mimi nikiwa mmoja wapo, kwa sababu nilikuwa sipendi kukamatwa na askari napolala mtaani na nini. Kwa hiyo ule msako unavyoanza kukamata ile, mimi nilikuwa sipendi kukamatwa. Kwa hiyo nilikuwa na tafuta sehemu ya kujificha ili nilale nisionekane na mtu wala nisibugudhiwe. So usiku sasa changamoto ilikuwa baridi kali sana, kwa sababu upepo wa bahari ulikuwa unanipiga mpaka ile napata ganzi. Sometime ile mvua hakuna, lakini baridi lile naloa, lakini tunavumilia. Ni maisha, yani natandika box kama hapa nalala. Pale juu nilikuwa nalala bila box. Ninapanda
kupitia hapa. Banda nashika hizi kamba ngumu sana, hizi kamba. Wanafanya hivi. Nishafika hapa. Nalala hivi. Nalala hivi. Hapa pia nilikuwa nalala nashika. Ya hizi hapa sasa hivi zinaweza kukauka. Hapa tutalanda jipingata hivi. Usingizi unakuja. Ndio maisha yetu tulikuwa tunaishi mtaani, pagumu sana, watoto wanateseka sana mtaani. Sasa ukishafika usiku, kila mtoto anatafuta sehemu ya kulala ili asilawitiwe, asifanywe ukatili. Mlevi anaweza kapita huko mtaani akarusha chupa. Kwa hiyo ni maisha fulani hivi yanaumiza sana mtaani. Hivyo kitabu chetu cha maisha halisi ya mtoto mtaani ni somo kubwa sana kwa jamii yetu. Tunatakiwa jifunze. Walezi, wazazi tunatakiwa tushikamane kwenye kulea watoto wetu. Watoto wanapitia kwenye shida nyingi sana. Mimi nilitupwa nikiwa kichanga, nisingeweza kupitia haya matatizo yote haya wazazi wangu kuwepo hai. Watoto wa mtaani wanakula majalalani. Binafsi yangu pia nilikuwa ninakula majalalani, naokota mikate. Yaani kuna wakati unatembea ushaomba sana, hakuna pesa. Mtu anakutukana, nenda kwa mamako, mshenzi, nini, matusi yote anatukana. Sasa mtu afikiri background yako, wewe ni nani, una familia, umefikaje huko mtaani, hataki ile kuuliza. Kwa hiyo kiunyonge unaondoka hivyo. Wengine wanatuitilia wezi. Kwa hiyo unaweza ukaomba afu ile ungia mwizi, wewe toka hapo, wewe ibia jana, yani ile mradi tu. Singeweza kupitia hayo, mamangu Yusta angekuwepo. Lakini leo tumeweza kupata mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan anayetushika mkono watoto na vijana ambao tunaishi mtaani. Leo serikali yetu imewakumbuka vijana wenzangu, watoto walioishi mtaani, kupeleka kwenye vyuo vya ufundi kupata elimu na ujuzi. Imetukumbuka kutujumlisha kwenye hesabu ya sensa ya watu kama kazi. Tunaamini serikali ina mpango mkakati mzuri juu ya kutokomeza tatizo la watoto na vijana wanaoishi mitaani. Hapa ni Gymkhana, ufukwe wa Gymkhana, bahari ya Hindi. Haya ni maeneo ya Sea View, jirani kabisa na Aga Khan Hospital. Maeneo haya kulikuwa kuna msitu mkubwa wa mawe, mapango. Mimi nikiwa miongoni mwa watoto watukutu tunaoishi mitaani, kabla ya daraja kujengwa, daraja letu hili la kifahari la kitalii kujengwa na serikali yetu hii ya awamu ya 5 na ya 6 kukamilisha, eneo hili lilikuwa msitu wa mapango. Sisi vijana ambao tunaishi mtaani tulikuwa watukutu enzi hizo, tulikuwa machimbo yetu kujificha. Baada ya kufanya uhalifu tunakuja kujificha huko. Hii ni Coco Beach, sehemu pia za mapango ambazo vijana wengi wa mtaani enzi zile, kipindi chetu sisi mwaka 2002, 2003, 2004, sehemu zetu za kulala zilikuwa hizi pia. Yani tunaweza tukaja huku tukalala
tukaombaomba kule juu, tukapora huku sehemu zetu wakwenda kukimbilia, tunajificha kwenye zingema, so tunakuwa salama, tunakuwa wenyewe. Kwa hiyo tunaweza hapa tukapika, tukara, tukafua nguo zetu na maji haya ya chumvi, tukaanika nguo, tukazisubiri zikauke, zeni afu ile tunavaa. Zote hizi ni athari za maisha ya watoto wa mtaani. Hivyo basi naihusia tena jamii kudumisha urithi wa maadili katika misingi ya malezi bora kuanzia ngazi ya familia. Maadili yanapopotea katika ngazi ya familia, familia husambaratika, jamii hugawanyika. Kwanza kuwachukulia hawa watoto ambao wametoka kwenye matumbo yetu kuwa ni watu wa hatari, lakini Mungu hawajawafanya hawa watoto kuwa hatari, ila sisi kwa kupitia udumavu wa malezi ndio tunawasababisha hawa watoto kuwa viumbe hatari. Hivyo basi, binadamu hasa Watanzania wenzangu na wahusia, tuzingatie umuhimu wa huduma ya malezi bora katika misingi na ngazi ya familia. Familia zetu zitakuwa salama. Leo hii mimi niko hivi, ninashuhudia maisha haya ambayo nilikuwa nayaishi huko nyuma. Natoa shuhuda hii ili kizazi changu kijifundishe, taifa langu lijifundishe, jamii yangu ipate kujua. Inawezekana nikawa mimi ndo mjumbe niliyebaki kukuletea habari hii njema ya malezi bora katika ngazi ya familia. Hivyo basi, unaposikia sauti hii, tegemea kuwa hii ni sauti ya Mungu nyumbani mwako. Hii ni sauti ya Mungu moyoni mwako. Ujumbe wa malaika, Mungu anatoa ujumbe kupitia malaika wake. Usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi, usiniache usiniache Baba, nakuhitaji Mwokozi, bila wewe mimi siwezi. Hapa ni kambi ya James Foundation, kambi ambayo tunawafanyia counseling vijana na watoto wanaoishi mitaani. Kambi yetu ni kambi ambayo inaitwa Jamhuri ya Wapambanaji. Jamhuri ya Wapambanaji ni kambi ambayo ipo chini yangu na wafanyia counseling vijana wanaoishi mitaani. Tunawapa elimu ya makuzi ya kuishi kwa nidhamu, maadili, hekima na maarifa. Kambi ambayo pia inalea vipaji vya vijana vya michezo kama mpira wa miguu, basketball, riadha, pia vipaji vya kuimba, mfano mimi naimba. So vijana wa mtaani wana ndoto, wana vipaji vikubwa ambavyo Mungu anawajalia. Kwa hiyo basi wanakosa ile support ya mtu wa kuwashika mkono, kuwasogeza mbele. Baada ya maisha yangu kuishi mtaani kwa muda mrefu, safari ngumu ya maisha, Mungu ameweza kunipa neema. Nimekumbuka yale nilikuwa nayaishi. Binafsi yangu nina kipaji kikubwa sana, nilikuwa na pia na ndoto kubwa sana, lakini bila Boss Ruge Mutahaba leo hii nisingekuwa hapa, nisingefika hapa nilipo. Hivyo basi, kila alichonipa Ruge ndicho ninakifikisha, pia ninakitoa kwa jamii yangu ya vijana na watoto wanaoishi mitaani. Kama hivi mchana nitawalika watakura,
vijana hao ambao wengi wao wanaosha magari huko na kufuta vyoo, kupiga debe wengine. Kwa hiyo ninawakusanya kila jioni, wanakuja wanakula, na tunawafanyia counseling, watafanya mazoezi ya mpira wa miguu na ngoma za asili, music. Na hiyo ni moja tu ya hatua ya kumtoa kijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano vipaji, watu wengi sasa hivi dunia inaangalia vipaji kwa jicho kubwa sana hivyo, lakini hakuna mtu aliyejitokeza kuangalia kuvinusuru vipaji vya watoto hawa na vijana hawa wanaoishi mitaani. Hivyo mimi James nimetoka kufanya hiyo shughuli. Kwa hiyo tunahitaji support ambayo ya kuwanusuru vijana na watoto, kuvitambulisha vipaji vyao ili waishi kupitia vipaji walivyonavyo, na kupitia vipaji watalipa kodi, wataweza kujenga nchi yetu, maendeleo yao binafsi na maendeleo pia ya jamii inayotuzunguka. Baba, tunasema asante kwa ajili ya riziki hii iliyoko mbele yetu, ukaiponye, ukaibariki, tukale tukashibe kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa Alphonse Matata. Niliishi maisha kama haya lakini sasa hivi najitegemea na familia nimejenga na kampuni yangu nafanya biashara, lakini nilikuwa huko mliko nyinyi, kwa maana ni kwamba nilikuwa na nia ya kubadilika. Baadaye nikaanzisha familia yangu na mji wangu na watu ambao wana kwa hiyo mambo yanawezekana, kwamba unaweza ukawa mtaani lakini siku moja ukabadilika ukawa ni mtu mwingine kabisa. Na bahati nzuri ni kwamba serikali yetu ya sasa hivi inajali sana watoto wa mtaani, na labda lengo moja wapo la kukutana hapa ni kuonyesha ile kwamba ile juhudi ya kuwatoa vijana mtaani kuwapeleka kwenye makao na waweze kupata kitu cha kufanya ili waweze kuendesha maisha yao. Wale ambao watakubali kubadilika wabadilike, lakini wale ambao watakataa basi itabidi tu waendelee hivyo, sababu hatutakuwa na, unajua badiliko la mtu ni wewe mwenyewe ndio unayotakiwa kubadilika, sio mtu mwingine anaweza akakushika mkono na nini kwamba badilika. Hapana, ni ile dhamira ya ndani ya mtu ndio anaweza kabaamua kubadilika, akaanzisha maisha yake, akatoka mtaani. Na kwa serikali yetu Mama Samia Suluhu Hassan, sehemu ya juhudi ya kuwakusanya vijana na watoto wa mtaani kuwatafutia makao, hii ni sehemu mojawapo, sababu maendeleo ni hatua, haiwezi kaja kitu kwa mara moja. Kwa taratibu mambo yatakuja kubadilika endapo mtakubali kubadilika. Wako watu wanapata fursa kabisa ya kusomeshwa, ya kupelekwa sehemu nzuri, lakini baada ya siku kadhaa unamshangaa kaacha karudi tena mtaani. Wako watu namna hiyo. Sasa serikali sasa hivi inataka kuwatoa watu mtaani wawe na shughuli ya kufanya. Sawa jamani? Kwa hiyo tusifurahie kwamba
uishi mtaani unakuwa uhuru sana na nini. Maisha mtaani iko siku, na maisha mtaani yanaboa. Kila siku unakimbizana na polisi na nini, unaona? Kwa hiyo inakuwa ni maisha yasiokuwa na uhakika. Jina langu naitwa William Clemens. Napenda kutoa shukrani kwa Mama Samia kwa kuniwezesha. Nimesoma chuo, nilikuwa kijana mtaani, nimesoma chuo cha ufundi. Nimefanya field Bagamoyo, Stellamari hoteli, mpaka sasa hivi ni chef. Napenda kumshukuru Mama Samia. Asante. Kwa majina naitwa Gilbert Sedenas Sauli. Nimetokea mkoa wa Songea. Maoni yangu au kitu ambacho napenda kushukuru serikali kwa vitu ambavyo wanafanyia. Nimeishi mtaani takribani robo tatu ya maisha yangu, na nimekulia mtaani. Ila naishukuru serikali kwa kunipa fursa ya udereva, kitu ambacho nilikuwa nakipenda na kitu ambacho kilikuwa ni nguvu yangu. Ila nashukuru leo nimepata fursa hiyo, na sasa hivi ni dereva, niko kwenye process za kutafuta kazi. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kwa kutusaidia na tukuona na tunaona jinsi gani inavyojali watu ambao wanaishi mtaani. Naitwa Christopher Lucas, nimetokea Iringa. Nashukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nashukuru kanifundisha. Nimesoma hoteli management. Nashukuru Mungu, sasa chef napika vizuri tu. Nashukuru serikali ya Mama Samia kuniwezesha mpaka sasa hivi nimekuwa chef. Nashukuru mpaka kwa kuwa nimetoka mimi hapa na wenzangu au marafiki zangu kupitia mimi kujifunza kwangu mimi, waanza na wao wakaja kutoboa. Naitwa Wasi Shabani, nimetokea Singida. Manyoni. Sasa una umri gani? 14. Na umefika lini Dar es Salaam? Nimefika Mwaka jana. Kwa sababu ya nini kufika hapa? Mimi kwa sababu nilikuwa natafuta kazi nyumbani. Darasa ngapi umeishia kule? Kule nyumbani? Nisha darasa la 3. Kwa sababu ilikutoa nini ukaacha shule? Sababu ile nitoka kwa sababu wazazi wangu mimi waliachana, kila mtu ajitenga sehemu yake. Ulikuwa unaliwa na nani? Ulikuwa unalea nani? Nilikuwa nalelewa na mama. Maisha yake yalivyokuwa magumu. Na wadogo zangu nikaacha nyumbani, ndo nikaondoka mimi hapa nikuja kutafuta kazi. Mama ana watoto wangapi? 6. Ni mtoto wangapi wewe kuzaliwa kwenu? Wa kwanza. Miaka mingapi unayo? 14. 14. Kwanza 14. Hapo mko 6. 6. Okay. Nilipanda chini ya lori. Chini ya cheses. Yaani maana yake ulidandia bila wao kujua. Ukaja nayo mpaka huko. Chini ya lori. Nikashukia Ubungo. Ukashukia Ubungo. Ulishika Ubungo. Ulishika Ubungo ndo mpaka leo umeishi hapo au kuna mahali unaishi sehemu nyingine? Ndo na kama mtaani tu kama hiyo. Pale Ubungo. Sasa nini unataka kukifanyike? Ndo kama hivyo nipata hata kazi kama huyo hapo mdogo Janja alivyosema. FC hata hapo nikipata ipi. Wewe kwa umri wako mimi nakushauri kwanza uende shule. Wewe unatumai? Wewe unatakiwa uende shule kwanza. Kwa sababu kisha soma shule utaweza ukapata kazi na ukaisaidia familia yako baadaye. Sawa? Kwa hiyo usijione kwamba ni mtu mwenye bahati mbaya. Hata sisi wenyewe pia tulitokea huko. Sisi tumechukua maoni yako, alafu tutakutana tena. Mtaa utoe ajira kwa watoto, ila watoto wenyewe au vijana si wenyewe ndo tunajiongeza kulingana na mazingira magumu tunayoishi na changamoto tunazoishi na zinazopatikana. Kwa hiyo na akili yenyewe inakuja hitaji shule. Unaambiwa siofanya kazi na asile. Hiyo haihitaji sijui uende University of Dar es Salaam, sijui ya FM, sijui shule ya Kayumba. Wewe mwenyewe unajua kabisa kitu cha kwanza tumbo langu. Kwa hiyo akili inabidi ifanye hivyo. Kwa hiyo mtoto anaishi katika mazingira magumu mtaani. Huyu ni rafiki yangu mkubwa sana ambaye tulikuwa tunaishi wote mtaani tukiwa watoto, tumekuwa wote. Sasa hivi ni vijana tunaojitegemea, tunajitambua. Leo ni kijana yuko kama hivi alivyo, anajishughulisha na shughuli za uoshaji wa magari. Mwinyi, Mama Samia anataka kujua, serikali yetu inataka kujua nini kifanyike ili wewe uweze kutoka mtaani. Mimi ni mfanyabiashara, jasiriamali. Kupata hela biashara kisa 5 milioni.
nafanya biashara yangu nilikuwa nafanya ambayo ilisimamaka, sababu tulikuwa mtaani tunafanya na biashara. Mazingira na yalipobadilika sura ya nchi, kwa mitaani tena isikufanya biashara holela. Kwa hiyo kama unapata fremu nzuri, basi biashara inachaguliwa yote inaendelea kufanyika. Lakini mimi nilikuwa nauza maji, soda, nini, drinks, soft drinks, pipi. Maisha yakawa yanaenda ni kama duka dogo yani, ambalo linakuwa linapatikana mtaani. Kwa nilikuwa naosha magari, lakini kidogo na kijimeza. Sasa hivi mazingira magumu, huwezi kufanya biashara mtaani na nafasi hamna. Na fremu ni bei kama unavyojua, 500,000 kwenda juu ili upate fremu nzuri ya kuendelea kufanya biashara au kufanya project yoyote. Na lazima uwe na ofisi. Yes, hizi ni ndoto za watoto na vijana wanaoishi mazingira hatarishi, vijana mtaani. Huyu ni Mwinyi, mmoja kati ya vijana waliokuwa na ndoto kubwa sana. Ameniinspire sana nikiwa mtaani. Mwinyi ana kipaji kikubwa sana, alikuwa nacho cha kucheza mpira. Mwinyi striker mkubwa sana wa football. Vipi Mwinyi? Ndoto zako zimeishia wapi za mpira wa miguu? Mpira kutokana na majeraha nilikuwa nilipata ya goti na damu reflection, nilipata goti infection. Kwa hiyo niliteguka, kwa hiyo niliamua kuachana nao kabisa. Huyu nilikaa karibia miaka 7 benchi, kwa hiyo bila tena umri ukawa ushapita, kwa hiyo tunaweza kupambana tena. Kwa hiyo ilibidi niingize kwenye kazi ili niweze kuishi. Nilikuwa naishi kweli kwa kutegemea mpira kipindi hicho cha utoto, hatuko mtaani na faida ilikuwa inaonekana, lakini tulipopata majeruhi, tulipoumia, kwa hiyo ndoto zikawa tumeishia hapo. Kama unavyomsikia Mwinyi, ndoto nyingi za vijana na watoto wanaoishi mazingira magumu zinapotea kwa sababu tunakosa watu wa kutushika mkono. Hatuna lefa. Vijana tunaoishi mitaani hatuna lefa. Watoto tunawaona wanaozunguka mtaani hawana lefa. Hawana mtu pale jua kwa sema wewe njoo nitakushika hivi wende. Mwinyi ni striker mkubwa sana wa mchezo wa mpira. Leo hii yuko bado kama hivyo anavyoongea, amepata reflection. Matibabu tu ya goti yalichukua zaidi ya milioni. Unaona, kwa ajili ya sababu damu kuchafuka na goti lilistuka, lilipata kama nini. Maana kwa hiyo pasuaji operation ilikuwa zaidi ya hiyo. Miaka 5 kuwa nje ya uwanja, hakuna unachoingiza, gharama matibabu mpaka afya ije ikae sawa. Hapa unavyoona afya iko fresh. Jamii unaiambiaje sasa leo juu ya kuviendeleza vipaji vilivyopo mtaani? Kwa jamii mimi ninavyoona, sababu kila mtu ana macho na anasikia na anaona. Na sisi binadamu tuko wengi, vijana wako wengi, watoto wako wengi wenye shida, wenye matatizo. Mtu anapoguswa na anapoona yeye mwenyewe kama yeye, sababu anaenda msikitini, anaenda kanisani, anasali, awe na hofu ya Mungu. Leo tuko hapa mtaa Sokoine Drive, ambao ni mitaa yetu ambayo sisi tulikuwa tunaishi tangu watoto wadogo. Leo ni vijana hivi watu wazima. Sasa hivi saa 6 usiku niko hapa Ubungo na ndugu zangu hawa wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Nimekuja leo kutoa elimu kidogo tu. Hatuna kila kitu. Ndugu zangu hawajala mpaka saa hizi. Maisha mtaani sio mazuri. Familia, ndugu, jamaa, wazazi, elimu ya malezi bora inatuhusu. Watoto hawa wanateseka kwa sababu tu ya kukosa elimu ya malezi bora kwa wazazi wetu waliotuzaa. Hivyo basi serikali
ndugu na jamaa na wadau wengine, tunaomba tusaidiane na familia zetu kwenye upande wa malezi ili tutokomeze ongezeko la watoto na vijana wanaoishi mitaani. Hili ni tatizo kubwa sana. Hapa ni Ubungo Kijazi, tuko hapa kuleta tu hali ya uathilia ya nini kifanyike. Serikali inayoongozwa na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mtu anayejali na kuthamini jamii. Tunahitaji majiji yetu yawe salama, safi, kwa kuweza kupunguza ongezeko la vijana na watoto wa mtaani. Itakuwa ni sehemu nzuri sana vijana hao wakiweza kupatiwa ajira na mafunzo ya ufundi, wakapata ajira za ufundi. Hapa wengine ni madereva wazuri tu, mafundi wazuri sana magereji. Wadogo zangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali hii ya awamu ya 6 imeweza kutuonyesha kitu cha tofauti kwetu sisi, kundi ambalo lilitengwa. Tunatarajia kwa elimu walizopata vijana hawa ambao baadhi yao tumewasikia hapa kitoa zile shuhuda zao, tunaamini mpango wa serikali ni mkubwa kuingiza vijana hawa kwenye shughuli za kimaendeleo, kwenye kazi za kimaendeleo, kuwaingiza vijana hao kwenye mfumo usio rasmi wa kujiingizia kipato kwa taifa na kwa wenyewe. Moja ya huo mfumo, hawa vijana wetu wanaweza kutunza mazingira yetu. Tuwafanye hawa vijana kuwa sehemu ya maafisa mazingira. Tunawezaje kufanya hivyo? Hawa vijana wameshaanza kujitolea, wanaingia mitaani huko, majalalani, kutafuta makopo hayo, mifuko ya lamba, mifuko ya plastiki. Hivyo basi tuwatengenezee mavazi rasmi, jacket nzuri, buti zile ngumu, gloves zile nzuri, begi za kuweza kubebea zile chupa taka. Kijana huyu anapoingia mtaani kutafuta hizo chupa chakavu, asionekane kama kibaka. Tunaona wengine wanavaa nguo chafu sana kwa sababu hawana kipato. Hivyo serikali itakutengeneza huo mfumo, vijana hawa wataenda mbali sana. Moja, wataheshimika hata huko mtaani kwa sababu wataonekana ni sehemu ya afisa mazingira. Tanzania itakuwa mfano, nchi zingine za Afrika zitafuata nyuma. Kwa kusema hivyo, naomba kuhitimisha kwenye video hii mjongeo. Nihitimisha kwa kusema asanteni sana kwa kuangalia huu ujumbe. Naitwa James Yusta, kijana ambaye nimeishi mtaani na sasa hivi ni mkurugenzi wa taasisi ya James Foundation. Asanteni sana jamii, asante serikali, asante Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa wewe umekuwa malkia wa mazingira. Na kuhusu hawa watoto na vijana wanaoishi mitaani, naamini hili utalichukua na kulifanyia kazi chini ya serikali yako, chini ya utawala wako mkuu uliotukuka. Tunakushukuru mama, tunasema asante kwa niaba ya watoto na vijana wanaoishi mitaani. Tunasema Tanzania salama bila watoto wa mitaani inawezekana. Jamii, wadau na serikali tushikamane kwa pamoja. Amina.